Basi mpenzi mtazamaji, nachukua nafasi hii kuweza kukaribisha sana katika msururu wa mafundisho ambao tutaweza kuwa nayo katika wakati huu ambapo tutakuwa tunaangazia mfano wa mpanzi. Na hii ndiyo mfano wa kwanza ambao Kristo aliweza kutoa, na ni mfano ambao uko na mengi ambao tunaweza kujifunza. Ni mfano ambao uko na mengi ya kutusaidia katika safari yetu sisi kama Wakristo. Na basi katika sehemu hii ya kwanza na kukaribisha ili tupate kuweza kubarikiwa pamoja. Na katika fundisho hili kuna mafungu ambayo yataweza kutuelekeza katika mafundisho haya ambayo tutakuwa tunaendelea nayo. Tutakuwa tunaangazia kitabu cha Mathayo 13 kuanzia mstari wa kwanza hadi mstari wa 23. Tutaangazia pia kitabu cha Marko 4 mstari wa kwanza hadi mstari wa 20. Na pia tutaangazia kitabu cha Luka 8 mstari wa kwanza hadi 15. Na pia tutakuwa tunatumia kitabu cha Roho ya Unabii ambao kinaitwa Vielelezo vya Kristo ama Christ Object Lessons, ukurasa ama sura yake ni ya 2. Kwa hivyo mafundisho haya yetu yataweza kutokana na mafungu yale, na basi nakuomba tuweze kuanza pamoja ili Mungu apate kutuelekeza, na wacha tuombe ili tuendelee. Mtakatifu Baba uishie mbinguni, asante kwa nafasi hii ya kipekee ambayo umetupatia. Tunakuomba utuongoze na utuelekeze katika wakati huu kwa yale ambayo tutaweza kujifunza. Baba, uwe pamoja nasi, Roho wako atuongoze, tupate kuelewa mfano huu wa ajabu ambao uliweza kutoa kwa faida ya watu wako. Na ni kupitia jina tukufu la Kristo tumeomba na pia tumeamini. Amen. Amen. Na basi karibuni sana wapendwa, tena tunaangazia mfano wa mpanzi. Lakini hebu na tujiulize, tunapozungumza kuhusu mfano ama kwa kizungu parable maana yake ni nini? Sasa jina hili parable ni jina ambalo limetokana na Kigiriki. Kumbuka ni jina ambalo tunaipata katika Agano Jipya, na kitabu cha Agano Jipya kilikuwa kimeandikwa kwanza na lugha ya Kigiriki. Na basi jina hili linaitwa parabole. Na parabole inamaanisha kulinganisha ama kuweka vitu kando moja na nyingine na kuweza kuzilinganisha. Kwa hivyo mifano hii ambayo Yesu alikuwa anatoa, anailinganisha na masuala ambayo anataka tuweze kuelewa. Ndiposa anasikia ni a parable, ni kitu ambacho kinacholinganishwa. Na Yesu Kristo mwenyewe katika mafundisho yake alitumia sana maumbile, kwa sababu yeye mwenyewe ndio alikuwa ameumba vitu hivi vyote. Kumbuka Kristo ndiye muumbaji wetu, na alitumia vitu ambavyo yeye mwenyewe aliumba ili kuweza kutufundisha. Kitabu cha Kolosai 1:16 inasema, katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni vitu vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake. Kwa hivyo yeye alitumia maumbile, na yeye ndiye muumbaji wa maumbile haya. Anaelewa zaidi na anaweza yalinganisha na masuala ya kiroho ambayo yatatusaidia na sisi tuweze kuelewa na tuweze kukua katika maisha yetu kama Wakristo. Ndiposa basi katika maandiko utapata Yesu anatumia mifano mbalimbali, kama mfano wa kondoo aliyepotea, mfano wa mbegu ya haradali, mfano wa Msamaria mwema, mfano wa mtini. Ukiangalia hivyo vyote basi ni vitu ambavyo Kristo alitumia vinavyoonesha ama vitu vya uumbaji ambao yeye mwenyewe aliweza kuumba. Na basi kwa nini Yesu katumia mifano katika mafundisho yake? Kumbuka wapendwa, tunaweka msingi wa fundisho hili la mfano wa mpanzi. Lakini kwa nini Yesu atumie mifano mingi alipokuwa akihubiri? Ni kwa sababu ya kwanza, alitaka kufikia mioyo ambayo haikuwa tayari kupokea ukweli ikiwa ungewekwa wazi. Kuna watu ambao kama ukweli zile zingewekwa wazi hawangeweza kuzikubali, na basi ili kwa faida yao Yesu akatumia mifano, ili baadaye watakapokuwa wamemsikiliza, watakapoenda na watulie, basi wanapotafakari maneno yale wapate kuelewa zile lesoni ambazo Kristo alikuwa anataka kuwafundisha. Mambo ambayo ikiwa Yesu angezungumza wazi, basi wangeyapinga tu mara moja na hawangempatia nafasi ya kuweza kuyasikiliza. Hiyo ni kitabu cha Christ Object Lesson, ukurasa wake wa 21, kuanzia aya yake ni wa kwanza. Nikisema tu sehemu ya kwanza pale inasema, na basi Kristo alikuwa na kweli ambazo alikuwa anataka kupatia watu ambao hawakuwa tayari kukubali ama pia kuelewa.
na kwa kusudi hili basi aliwafundisha akitumia mifano. Kwa hivyo Yesu alitumia mifano ili kufikia mioyo hiyo ambayo haikuwa tayari kupokea ukweli. Sababu ya pili ni ili mafundisho yake yasije yakasaulika, kwa sababu kila wakati ambapo mtu angeweza kurejelea jambo lile, basi ile lesoni angeweza kuikumbuka. Ndiposa Yesu akashikanisha mafundisho yake mingi na lesoni za maumbile. Hiyo ni kitabu inaitwa Fundamentals of Christian Education, ukurasa wa 236, aya yake ni ya kwanza. Kwa wakati wako utajisomea yote, lakini pale juu inasema tu in parables and comparisons, yani katika mifano na malinganisho. Basi alipata njia mzuri sana ya kuweza kuelezea ukweli wa mbingu. Pale chini anamalizia kusema katika njia hii basi angeweza kusisitiza katika mioyo ya wale watu ambao baadaye wakitazama mambo yale wangeweza kuyashikanisha na lesoni yake, wakumbuke mafundisho haya ya mwalimu huyu kutoka mbinguni. Kwa hivyo ilikuwa ni kwa kusudi mafundisho haya ambayo alifundisha yasije yakasahaulika. Sababu ya tatu kwa nini Kristo katumia mafundisho ni ili maadui zake wasipate sababu ya kumshtaki na hata kupinga mafundisho yake. Kumbuka huduma ya Kristo ya wazi, public ministry, ilichukua miaka 3.5. Na basi mwanzo wa huduma ile alitumia mifano sana ili pia asikatishe kazi yake, na ili pia wale ambao walikuwa wanatafuta kuweza kumwangamiza wasipate sababu yoyote ya kuweza kumshtaki kwa mafundisho yake. Maana akikuja wao wanasikia anazungumza kuhusu mpanzi, akikuja wanasikia anazungumza kuhusu kondoo, akikuja wanasikia anazungumza kuhusu mambo tu ya kawaida ya maisha, lakini kumbe mafundisho yale yalikuwa na mafundisho ya kipekee sana, ambayo kama Yesu angeweza kuyatoa yakiwa wazi, basi wengi wangepata nafasi na sababu za kuweza kumstaki na kuweza kukatiza ile kazi yake. Hiyo ni kitabu cha Christ Object Lesson, ukurasa wa 22, aya ni ya kwanza, utaweza kujisomea. Pale chini tu inasema kwamba Mwokozi alielewa tabia ya watu hawa, na basi alileta ukweli katika njia ambayo hawangepata chochote ambacho angeweza kumstaki mbele ya ile baraza ya Sanhedrin. Kwa hivyo wakikuja kusikiliza mafundisho ya Kristo ili wapate kitu cha kumstaki, wanakosa, maana Kristo anazungumza kwa njia ya mifano. Sababu ya 4 ni kwa nini Yesu atumie mifano katika kufundisha, ni kwa sababu mifano ile ilikuwa ilete watu ama irejeshe akili za watu kwa yeye ambaye ni muumbaji na kwa kazi zake za uumbaji. Kwa hivyo wakati tunapokumbuka mafundisho haya ambayo yameshikanishwa na vitu tunavyoona katika uumbaji, kumbuka yeye ndiye muumbaji, na rejesha akili zetu kwa yeye ambaye ni muumbaji. Kitabu cha Christ Object Lesson 25, aya ya kwanza, ningependa niisome yote tu kwa sababu iko na pointi ya kipekee sana. Inasema kwamba kusudi la Kristo katika kufundisha katika kutumia mifano ilikuwa basi inaambatana na kusudi la Sabato. Kwani Sabato ni ya nini? Sabato ni siku ya kutukumbusha kuhusiana na Mungu ambaye ndiye muumbaji. Ndiposa tunaambiwa siku 6 fanya kazi zako, lakini siku ya 7 ni Sabato ya Bwana Mungu wako. Siku hiyo usifanye kazi wewe, wala mtoto wako, wala mtumwa wako, wala mjakazi wako, wala mgeni aliye ndani ya malango yako. Kwa nini? Kwa kuwa kwa siku 6 Bwana alifanya mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Kwa hivyo Sabato inaturudisha kwa muumbaji. Kwa hivyo hata hizi mafundisho parables ni za kusudi la kuturejesha kwa muumbaji, kusudi kama lile tu ambalo Sabato inafanya. Anasema Mungu aliwapatia wanadamu kumbukumbu la nguvu yake ya uumbaji, na ili wapate kumtambua katika kazi za mikono yake. Tunaambiwa Sabato inatualika tumtazame katika kazi zake alizoziumba, tutazame utukufu wa muumbaji wetu. Na ni kwa sababu alitamani kufanya haya ndipo Yesu aliweza kushikanisha lesoni zake za kipekee na urembo na uzuri wa mambo ya asili. Tunaambiwa siku tu ya pumziko takatifu ambayo iko juu ya siku zingine zote, basi ndipo tunastahili tuchunguze jumbe hizi ambazo Mungu ametuandikia katika maumbile. Tunaambiwa tunastahili tuchunguze mafundisho ama mifano hii ya Yesu alipokuwa anawazungumzia pale uwanjani, katika mapango, katika mahali pako wazi, pia akiwa ameketi katika nyasi, na pia wakiwa katika maua ya kondeni. Na tunaambiwa kwamba tunapokuja
karibu sana na moyo wa maumbile, basi Kristo anafanya uwepo wake kuwa uko wazi kwetu, na anazungumzia mioyo yetu kuhusu amani yake na kuhusu upendo wake. Kwa hivyo ndiko posa kwa nini Kristo akatumia mifano katika mafundisho yake, ili tuweze kukumbuka kazi zake za uumbaji, irejeshe akili zetu kwa yeye ambaye ni muumbaji, yeye ambaye anastahili kuweza kuabudiwa. Na sababu ya 5 ni ili afunulie watu wake siri za mbingu. Ili afunulie watu wake siri za mbingu. Kuna mambo ambayo yameandikwa katika Biblia ambayo ni ya wana wa Mungu, yaani wale ambao wameweza kumwamini Mungu, wale ambao wanamfuata Mungu. Kuna siri zimewekwa kwa maandiko kwa njia ya mifano ambayo wale tu wanaomtafuta Mungu basi wanafunuliwa maana ya zile siri. Yesu Kristo alipokuwa anatoa mifano hii, wanafunzi wake walikuwa pale miongoni mwa wale umati, na lesoni hizi zilikuwa zinaelekezwa sana sana kwa wanafunzi, lakini umati walikuwa wanasikiliza. Na baadaye wanafunzi wangeenda waulize Kristo, mbona ukasema hivi? Hapo ulimaanisha nini? Kristo anaanza kuwafunulia siri za ufalme wake wa mbinguni. Kwa hivyo tunaambiwa katika kitabu kinachoitwa Testimonies to Ministers, ukurasa wa 34 aya ni ya 1, anasema kwamba kuna mambo katika ushuhuda ambayo yameandikwa sio kwa dunia yote, lakini kwa watoto wa Mungu ambao wanaomwamini, na si vyema kuweka mashauri ama maonyo ama makemeo ama mashauri ya aina hii wazi kwa dunia. Tunaambiwa kwamba mkombozi wa dunia aliyetumwa na Mungu, mwalimu yule mkuu ambayo watoto wa wanadamu wamewahi mjua, alielezea mambo mengine ya ushauri sio kwa dunia, lakini kwa wanafunzi wake peke yake. Na tunaambiwa kwamba ile hali alikuwa na mazungumzo ambayo ilikuwa ya watu wote ambao walikuwa wanafuata nyayo zake. Pia alikuwa na nuru spesheli na mashauri ya kupatia wafuasi wake ambayo hayakuweka wazi kwa wale wote waliokuwa wanamsikiliza, kwa sababu hayengeeleweka wala kufurahiwa na wao. Kwa hivyo hiyo ndio sababu ya 5 kwa nini Yesu atumie mifano, ni ili afunulie watu wake siri za mbingu, siri ambazo wengine hawatazielewa hata kama wamezisikia. Watasikia tu ni hadithi Yesu ametoa, lakini hawataelewa umaana wake, kwa sababu mambo mengine katika ushuhuda ni ya watoto wake Mungu. Ndiposa unaposoma kitabu cha Mathayo 13 mstari wa 10, baada Yesu alipotoa mfano huu wa mpanzi, maandiko inasema wakaja wanafunzi wakamwambia, kwa nini unasema nao kwa mifano? Mstari wa 11, Yesu akajibu akawaambia, nyinyi mmejaliwa kuzijua siri za ufalme wa mbinguni, bali wao hawakujaliwa. Yaani nyinyi mko privilege kujua hizi siri, wao hawajajaliwa kujua zile siri. Ndiposa nimezungumza nao kwa njia ya mifano. Kwa hivyo tunapokuwa tukiangazia mfano huu wa mpanzi na mifano mingine ambayo huwa tunaona katika maandiko, basi ni vyema kuweza kutafuta kujua siri zilizo ndani ya zile hadithi ama mafundisho yale. Kwa nini? Kumbukumbu la Torati 29:29 maandiko yanasema kwamba mambo ya siri ni ya Bwana Mungu wetu, lakini mambo yaliyofunuliwa ni yetu sisi na watoto wetu milele, ili tuyafanye maneno yote ya sheria hii. Kwa hivyo kuna mambo ambayo yamefunuliwa ambayo ni yetu na watoto wetu milele. Sasa basi, kwa nini Kristo katoa mfano huu wa mpanzi? Kwa nini Kristo katika huduma yake alipoanza huduma, kwa nini alianza na fundisho hili likiwa la kwanza la mpanzi? Umuhimu wa fundisho hili la mpanzi ni gani? Marko 4:13, Yesu anasema akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Yaani kama mfano huu wa mpanzi huwezi elewa, hata mifano mingine ambayo Yesu alitoa hauwezi kuelewa, kwa sababu huu ndio mfano ambao ndio msingi, ndio foundation wa ministry yake Yesu Kristo, ndio foundation ya mafundisho yake Yesu Kristo yote, ndio foundation ya kazi ambayo Kristo alikuja duniani kufanya. Kwa hivyo anasema kama hutaelewa mfano huu, basi mifano mingine utaelewa aje? Kwa hivyo ni muhimu sana sisi kuelewa mfano wa mpanzi, kwa sababu ndio msingi wa mafundisho mengine ambayo Kristo aliweza kutoa. Na Kristo anataka tuweze kuelewa kazi zake vizuri, tuelewe alikuja kufanya nini, tuelewe kazi yake hapa duniani ilikuwa ni gani. Ndiposa anataka sana tuelewe fundisho hili la mfano huu wa mpanzi.
Kitabu hicho cha Christ Object Lesson 33 aya ni ya kwanza, maandiko inasema hivi kwamba kwa mfano huu wa mpanzi, Kristo alielezea mambo ambayo kuhusu ufalme wake ama kuhusu ufalme wa mbinguni na kazi ya mkulima mkuu kwa ajili ya watu wake. Kwa hivyo Kristo alikuwa anaelezea kazi ya mkulima mkuu kwa ajili ya watu wake. Tunaambiwa kwamba kama vile mpanzi aliye katika uwanja ama katika shamba, alikuja kuweza kutawanya mbegu hii ya mbinguni ya kweli. Na mfano wake unafundisha ya kwamba mbegu hiyo ambayo ndiyo ukweli ulio spesheli sana wa neema yake zilipandwa. Na kwa sababu ya urahisi wa fundisho hili la mpanzi, wengi basi wamekosa kuidhamini kama vile inastahili kudhaminiwa. Kwa sababu ukiisoma ni fundisho ambalo ni rahisi. Maana ni fundisho ambalo ni kawaida, tunajua kuhusu kulima, tunajua kuhusu mbegu vile zinatawanyika. Na kwa hivyo kwa urahisi wake wengi huwa wanapuuza fundisho hili. Lakini ni fundisho liko na dhamani sana. Maana ni fundisho linaloonesha vile Kristo anapanda mbegu ya kweli, mbegu ya neema ya kweli zake katika mioyo ya wanadamu. Tunaambiwa kwamba kutokana na mbegu ya asili ambayo huwa inapandwa mchangani, basi Kristo anatamani kuongoza akili zetu kuone mbegu ya Injili ambayo inapandwa na matokeo yake inamleta mwanadamu kuweza kuwa na uwiano tena na Mungu. Kwa hivyo mfano huu unatuonesha juhudi kubwa ambayo Kristo ako nayo ya kutamani kupanda mbegu ya Injili ndani yetu ili apate kurudisha kwa Baba yetu aliye mbinguni. Tunaambiwa yeye aliyetoa mfano huu wa mbegu ndogo ndiye mkuu wa mbinguni, na zile sheria ambazo zinaongozwa mbegu za hapa duniani ama za asili kukua, ndio pia zinaongoza mbegu hii ya kweli kuweza kukua. Na hayo ni mambo ambayo tutaendelea kuangalia tunapoendelea mfano huu, kwa sababu kile tu kinahitajika kwa mbegu ambayo unapanda pale shambani inahitaji maji, inahitaji joto, inahitaji jua. Sasa hizo pia ni vitu ambavyo pia mbegu hii ya Injili inahitaji. Sasa ni vyema kuelewa maji ni nini katika maandiko, joto ni nini katika maandiko, jua ni nini katika maandiko, mchanga ni nini katika maandiko. Maana hizi zote huwa zinahitajika ili mbegu yako kama ni ya mahindi imee. Hivyo hizo pia zinahitajika ili mbegu hii ya Injili pia nayo ipate kumea. Sasa elewa ya kwamba mpendwa mtazamaji, kwamba Kristo alipokuja hapa duniani, basi kwa mfano ule wa kwanza wa mpanzi, alitamani watu waelewe kazi yake ile amekuja kufanya. Kwa sababu unaposoma maandiko huwa inaelezea Kristo katika ofisi tatu. Huwa inaelezea Kristo katika ofisi yake kama nabii, huwa inaelezea Kristo katika ofisi ya kuhani, na pia huwa inaelezea Kristo katika ofisi yake ya mfalme. Sasa katika ofisi ya nabii ama mpanzi, Musa alitabiri na kusema hivi katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 18:18. Akasema, mimi nitawaondokeshea nabii miongoni mwa ndugu zao, mfano wako wewe, nami nitatia maneno yangu kinywani mwake, naye atawaambia yote nitakayowaamuru. Hata itakuwa mtu asiyesikiliza maneno yangu, atakayesoma yule kwa jina langu, nitalitaka kwake. Kwa hivyo Musa akitabiri kuhusu Yesu anamuita nabii, that prophet. Kwa hivyo Yesu alikuwa aje kama nabii, kama yule ambaye ako na neno la Mungu, kama yule ambaye ni mouthpiece ya Mungu. Ama kwa neno lingine, kulingana na fundisho hili, Yesu alikuwa akuje kama mpanzi wa neno la Mungu. Hiyo ndio ofisi yake ya kwanza. Ofisi ya pili Yesu alikuwa achukue ni ofisi ya kuhani mkuu, na hii ilitabiriwa na nabii Zekaria. Unaposoma Zekaria 6:12 na 13, anasema, ukawaambie ukisema, Bwana wa majeshi asema hivi, ya kwamba tazama, mtu huyu ndiye ambaye jina lake ni Chipukizi, naye atakuwa katika mahali pake, naye atalijenga hekalu la Bwana. Naam, yeye atalijenga hekalu la Bwana, naye atachukua huo utukufu, ataketi akimiliki katika kiti chake cha enzi, na kutakuwa na kuhani katika kiti chake cha enzi, na shauri la amani litakuwa kati ya hao wawili. Kwa hivyo Yesu akitabiriwa, anatabiriwa katika ofisi yake kama kuhani mkuu. He is the great high priest. Tena katika Biblia bado pia Yesu huwa anaoneshwa katika ofisi ya tatu kama mfalme. Kitabu cha Zaburi 2:6 alitabiriwa pia katika ofisi yake kama mfalme. Naelewa mtazamaji kwamba tunapoangalia mafungu haya ni mafungu ambayo yameandikwa na manabii.
Hatujaangalia fungu la katika Agano Jipya. Kwa hivyo Daudi naye anatabiri katika Zaburi 2 mstari wa 6, nami nimeweka mfalme wangu juu ya Sayuni, mlima wangu mtakatifu. Isaya 9 mstari wa 6 na 7 pia bado unapata akielezea kuhusiana na jambo hilo. Kwa hivyo Yesu anatabiriwa kama mfalme. Kwa hivyo manabii wakiandika habari zake Kristo ambaye alikuwa aje, basi walimwelezea katika ofisi tatu: ofisi yake kama nabii ama mpanzi, ofisi kama kuhani mkuu, ofisi kama mfalme. Lakini sasa Wayahudi na wasomi na Wafarisayo walipokuwa wanasoma mafundisho ya manabii, walipokuwa wanaona hizo ofisi, wao walikosa kuona ofisi ya kwanza na ya pili, wakaona ofisi ya tatu. Kwa hivyo walipokuwa nasikia habari za Masihi ambaye atazaliwa, wao hawakutarajia Masihi ambaye ni nabii, hawakutarajia Masihi ambaye ni kuhani, wao walitarajia Masihi ambaye ni mfalme. Kwa hivyo walitamani ama walingojea Yesu ambaye ni mfalme, ambaye atakuja awatoe katika mateka ya Warumi, achukue milki ya dunia hii. Na hii ndio hata wanafunzi walikuwa wanajua, hii ndio picha ambayo wanafunzi wa Yesu walikuwa nayo, ndiposa walikuwa wanatamani sana ukubwa. Wengine wakisema, mimi utakapochukua ufalme, mtoto wangu mmoja akae upande huu na mwingine upande huu. Kwa sababu waliposoma maandiko ya manabii, waliona ofisi ya mfalme. Na ni kweli imeandikwa katika maandiko. Lakini walikosa kuona kuna ofisi zingine ambazo Kristo alikuwa achukue. Na basi ndiposa Kristo akianza huduma yake, basi anarejesha akili za wanafunzi hawa ambao wamejichukulia pamoja na wasikilizaji wake, kutamani kurudisha akili zao waone ya kwamba sasa hivi nimekuja, sijakuja kama mfalme, mimi nimekuja kama nabii, mimi nimekuja kama mpanzi. Ndiposa fundisho hili likawa lake la kwanza alipoanza huduma yake ya wazi, his public ministry. Kwa sababu ni kweli Yesu alikuwa achukue ofisi hizi zote tatu, lakini hakuwa azichukue zote kwa wakati mmoja. Alikuwa achukue moja, awache, achukue nyingine, awache, achukue nyingine. Kwa hivyo Yesu alipokuwa anakuja hapa duniani mara ya kwanza, hakuwa akuje kama kuhani ama mfalme. Alikuwa akuje kama nabii, kama mpanzi wa neno la Mungu, ambalo alipanda kwa miaka 33 na nusu hadi kufa kwake. Kisha baada ya kazi hiyo, achukue ofisi yake ya pili ya kuhani mkuu. Na tangia mwaka wa 31 AD hadi mwaka huu tulio katika 2026 AD, Yesu bado ako katika ofisi yake ya pili kama kuhani. Atakapomalizia ofisi hii kama kuhani, basi Yesu ataweka mavazi ya ukuhani chini na avae mavazi ya ufalme, na anaporudi duniani mara ya pili, harudi kama mpanzi wala harudi kama kuhani, anarudi kama mfalme wa wafalme. Kwa hivyo manabii na Wafarisayo walikosa kuelewa zile ofisi tatu. Na basi Wayahudi walikuwa wanafundishwa Yesu anakuja, mfalme anakuja, na walitamani sana mfalme kama huyo. Lakini katika fundisho hili la kwanza, Yesu alitamani kurejesha akili zao zaidi sana kwa wanafunzi, kuambia kwamba mimi sijakuja kama mfalme vile nyinyi mnafikiria, mimi nimekuja kama mpanzi. Nimekuja kupanda neno la Mungu ndani ya mioyo ya wanadamu, na ufalme utakuja baadaye. Ndiposa basi unaposoma Mathayo 13:37, Yesu walipomuuliza maana ya mfano huu, Yesu alijibu akasema kwamba azipandaye zile mbegu njema ni mwana wa Adamu. So mimi nimekuja kupanda mbegu njema. Mimi nimekuja kwa kazi ya mpanzi. Na jambo lingine la ajabu ni kwamba Kristo alipokuwa akihubiri, mahubiri haya sana sana alikuwa anayahubiri pale katika bahari ya Galilaya. Ukumbuke siku hizo Kristo hakukuwa na teknolojia kama hii tuko nayo, eti kwamba unasikiliza mafundisho haya kupitia kwa mtandao, inachukuliwa na simu. Siku hiyo hakukuwa na vipaza sauti, hakukuwa na microphone ama speaker, na Yesu alikuwa anazungumzia umati mkubwa. Lakini Yesu pia alitumia sayansia ya wakati wake. Na kumbuka yeye ndiye muumbaji wa dunia hii. Kwa hivyo alitumia sayansia ya maumbile ambayo yeye mwenyewe ameumba. Maana yeye mwenyewe ndiye ameumba upepo, yeye mwenyewe ndiye ameumba bahari, ameumba vitu hivi vyote, ameumba wanadamu, ameumba wanyama. Kwa hivyo ili kufikia sauti yake ipate kufikia watu wengi, kitu cha kwanza, Yesu Kristo alikuwa ni mtu ambaye ako na afya nzuri. Ni mtu ambaye alikuwa na nguvu. Ni mtu ambaye akizungumza sauti yake ilikuwa ya juu. Lakini kando na hayo, Kristo alitamani sana mafundisho mengi haya aliyafanya kando
ya bahari ya Galilaya. Na nataka tuweze kuelewa ni kwa nini. Mathayo 13 mstari wa kwanza, ili Yesu aanze mfano huu wa mpanzi, maandiko inasema, siku ile Yesu akatoka nyumbani, akaketi kando ya bahari. Wakamkusanyikia makutano mengi, hata akapanda chomboni akaketi, na ule mkutano wote wakasimama pwani. Kwa hivyo picha ambayo tunaona pale, mkutano uliokuja, ikabidi Yesu aingie chomboni, aweze kuingia kwa bahari, ama aingie kidogo ndani ya bahari, ili watu nao wawe pale pwani ama ufuoni, yani wako on the shore of Galilee. Kwa hivyo watu wakiwa wamekaa pale na Yesu ako pale katika mashua, ama katika hiyo mashua ndani ya maji, basi ukumbuke pale katika bahari huwa kuna upepo mwingi. Ndiposa unapoenda kwa bahari unaonanga mawimbi kwa sababu ya upepo. Sasa upepo huo inatoka upande wa bahari ukienda upande wa pwani. Na kwa hivyo Yesu alikuwa anatumia nafasi kama ile ili anapozungumza na azungumze kwa sauti kubwa, basi watu wataweza kufikiwa na ile sauti kwa urahisi. Tena pale Galilaya, kando na ile pwani, kulikuwa pia na mlima ambao ulikuwa hapo kando. Kwa hivyo watu wangeweza kupanda ule mlima, na ni mahali ambapo pangeweza kuchukua umati mkubwa sana ya watu. Hebu sikia vile roho nabii naweka katika kitabu kinaitwa Desire of Ages, ukurasa wa 809 aya ni ya 3. Kwa nini Yesu katumia bahari ile ya Galilaya kutoa mafundisho yake? Tunaambiwa ya kwamba muda mwingi wa huduma ya Kristo aliitumia kando ya bahari ya Galilaya. Na pale anaendelea kusema kwamba wakati wanafunzi walipokuwa wanaendelea kukusanyika mahali, hawakuwa wanatamani katika mahali ambao watasumbuliwa, na mara mingi walijikuta wamezungukwa na makumbusho ya kazi kuu zake Kristo. Sasa katika bahari hii ya Galilaya, wakati mioyo yao ilipokuwa imejawa na hofu, wakati mawimbi makali yalikuwa yanataka kuangamiza, hapa Yesu ndipo alitembea juu ya maji ili kuja kuokoa. Hapa mawimbi yalikuwa yametulizwa kwa neno lake. Na basi katika ule ufuoni kulikuwa na watu 10,000 ambao walikuwa wamelishwa na mikate na samaki. Kumbuka kisa ambacho Yesu alilisha wanaume 5,000 na samaki 2 na mikate 5. Lakini Biblia inaposema hivyo inasema wanaume, haiongezei wanawake na watoto. Lakini roho ya nabii ikikuja kusema, ilisema ya kwamba kulikuwa na zaidi ya watu 10,000 hapa katika Galilaya. Hapo ndipo waliweza kulishwa na mikate na samaki. Na tunaambiwa kwamba sio mbali na hapa palikuwa na Kapernaum, mahali ambapo alitenda miujiza mingi sana. Kwa hivyo miujiza mingi Yesu alitenda Kapernaum, mafundisho mengi Yesu alifanya katika bahari ya Galilaya. Alafu inamalizia kusema wanafunzi walipokuwa wanatazama matukio haya, basi mawazo yao yalikuwa yanajawa na maneno na matendo ya yule Mwokozi. Kwa hivyo ni kweli Yesu alifanya mafundisho mengi sana kando ya bahari hii ya Galilaya. Ukiangalia ile picha hata wa leo bado sehemu ile huwa iko hivyo. Ni sehemu ambayo iko na mahali pako na kama kamlima hivi, a hill, ambapo watu wengi wanaweza kaa, na ukiwa pale juu ya ule mlima unaweza tazama chini na unaweza kuona yule ambaye ako ndani ya ile bahari. Na kwa hivyo kama Yesu ako ndani ya mashua pale bahari na watu wamejaa, kila mtu alikuwa na uwezo wa kumuona kwa sababu ya vile ambavyo mlima umejipanga, na kila mtu alikuwa na uwezo wa kumsikia kwa sababu ya ule upepo. Ni kama vile unapoenda kwa stadium ya mpira, huwa imejengwa ikiwa imeteremka, wachezaji wakiwa pale chini, alafu viti zinapangwa zikiwa zimepanda. Kwa hivyo kila mtu katika ile stadium anaona. Hivyo pia Yesu ndiposa akatumia sehemu hii ya Galilaya. Kuna watu walitamani sana kuelewa ni kwa nini Kristo akaweza kutumia sehemu ile, na basi watafiti fulani wakaamua kwenda katika hiyo sehemu ya Galilaya, the Sea of Galilee. Siwezi weka hii pale, japokuwa utaionea hapa kwa sababu ya sheria za mitandao, lakini walipokuwa pale inaitwa the Cove of the Sower. Kwa YouTube utaenda utafute hiyo the Cove of the Sower, utapata hiyo video pale. Na basi watu hawa wawili ambao walitamani kujua ni kwa nini Yesu alitumia sehemu hii sana, na basi wakaenda pale na vipaza sauti, radio calls,
na wakaamua, hebu wewe baki hapa chini, alafu mimi nipande juu ya ule mlima, na nikipanda kule juu useme jambo nisikie kama nitaweza kukusikia. Huyu ambaye ako na kofia ndiye anayetamani sasa kuweza kujua kwa nini Kristo alikuwa anatumia sehemu hii sana. Na basi baada ya wao kuweza kuongea, akaamua wacha nipande juu kwa ule mlima, na mimi nataka wewe ukiwa hapa chini uongee, alafu niweze kukusikiliza. Na alipofika pale juu, basi wakitumia ile radio call akamwambia, sasa hebu ongea bila radio call, ongea kwa sauti kubwa nisikie kama nione kama nitakusikia. Na ni kweli ukienda kusikiliza video hii, anapozungumza akiwa pale katika Galilaya, bahari ya Galilaya, huyu mtu akiwa kwa juu ya mlima anasikia sauti vizuri sana akiwa kwa umbali. Na basi wakahakikisha ni kweli, kumbe kwa nini Yesu akatumia sehemu ile? Maana ilikuwa ni sehemu mzuri ya kuzungumzia umati mkubwa. Akitumia sauti yake tu, anazungumza kwa sauti kubwa, upepo inachukua ile sauti, watu wote hata kama ni 10,000 ama 1000 ngapi wanafikiwa na ile sauti yake Yesu Kristo. Kwa hivyo ndiposa Kristo alitamani sana kutumia sehemu hii. Sasa katika ile mfano Yesu anatumia mfano wa mpanzi ambaye anapanda mbegu. Mpanzi Kristo ameshatuambia ni mwana wa Adamu. Lakini mbegu nayo ni nini katika ule mfano? Kitabu cha Marko 4:14 anasema mpanzi huyo hulipanda neno. Naye Luka 8:11 anasema na huo mfano maana yake ni hii: mbegu ni neno la Mungu. Kwa hivyo Kristo alikuja kupanda neno la Mungu. Mbegu ni the word of God ambalo limekuja kuweza kupandwa. Na mbegu kama vile mbegu zingine zozote, mbegu huwa na msingi wa kuchipuka ndani yake. Mbegu huwa iko na uhai ndani yake. Mbegu kama vile mahindi ama maharagwe ama ngano ama mbegu yoyote ile ambayo imekaushwa huwa inaonekana kana kwamba imekufa. Na ukiekelea juu ya meza hata ikae pale miaka 10 haitamea. Lakini ikipata vitu vya kuwezesha kuchipuka, basi ndipo utakuja kuelewa ile mbegu ndani yake huwa imefunika uhai ama huwa imejifungia uhai ndani yake. Na ndiposa ikipata maji, ipate mchanga, ipate joto, ipate jua, basi ule msingi wa uhai ulio ndani yake huwa inaanza kutokea. Na hivyo pia ndiyo neno la Mungu liko. Neno la Mungu limebeba uhai ndani yake. Unaweza lipuuza kwa sababu inaonekana kana kwamba haina kitu. Lakini ikipata the right conditions, ipandwe katika moyo mzuri, ipokee jua, ipokee maji, ipokee joto, basi ule uhai ulio ndani ile mbegu huwa inatoka. Na uhai ulio ndani ya mbegu ya neno la Mungu si uhai mwingine, ni uzima wa milele. Maana Kristo ndiye neno la Mungu. Kitabu cha Christ Object Lesson 38 mstari wa kwanza, aya ya kwanza inasema, neno la Mungu ndiyo mbegu, na kila mbegu ndani yake iko na msingi wa kuchipuka. Ndani yake uhai wa mmea umefunikwa. Hivyo hivyo kuna uhai katika neno la Mungu. Yesu anasema kwamba maneno ninayowazungumzia basi ni roho na ninatia uzima. Yeye asikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenituma anao uzima wa milele. Katika kila amri na katika kila ahadi ya neno la Mungu, basi pale kuna nguvu, kuna uhai wenyewe wa Mungu, ambayo ile amri inaweza kutimizwa na ile ahadi kuweza kutimilika. Yeye ambaye kwa imani anapokea neno la Mungu, anapokea uhai na tabia ya Mungu. Amen. Kwa hivyo neno la Mungu ambao ni mbegu iko na uhai ndani yake. Ndani yake imebeba uzima wa milele. Ndani yake imebeba tabia ya Mungu. Kwa hivyo wakati unapopokea neno hili ambalo ni mbegu katika moyo wako, basi unapokea uhai na tabia yake Mungu. Ndiposa Kristo ni mpanzi anayekuja kupanda uhai na tabia ya Mungu ndani ya mioyo ya wanadamu. Hii ndiyo kazi Kristo alikuja kufanya. Kwa hivyo mbegu iko na uhai ndani yake. Utaiweka kwa mchanga, na ikishakuwa pale kwa mchanga, baada ya siku chache inaanza kuchipuka na inaanza kutoka kwa mchanga na inaendelea kukua hadi inatoa mazao. Maandiko inasema huyu mpanzi alipanda mbegu zake. Luka 8 mstari wa 5
Inasema mpanzi alitoka kwenda kupanda mbegu zake, si za mwingine, mbegu zake. Kwa hivyo Yesu anapokuja kupanda mbegu ambayo ni neno la Mungu, ambayo limebeba uhai na tabia, anapanda mbegu yake, anapanda uhai wake, anapanda tabia yake. Hapandi kitu kingine tofauti na vile yeye alivyo. Naye Roho nabii inatia moyo, nguvu, ukurasa wa Christ Object Lesson, ukurasa wa 43 aya ni ya kwanza. Inasema, lakini mwalimu wa kweli takatifu anaweza patiana tu kile yeye mwenyewe anajua kwa ujuzi. Hata wewe wakati unapokuwa ukihubiri, wakati unapokuwa ukitoa neno la Mungu, neno lile litakuwa tu na uwezo ikiwa unalitoa neno ambalo liko ndani yako, with your own experience, mbegu yako. Lakini huwezi kuwa tu unapanda mbegu ya mwingine. Kwa hivyo tunaambiwa kwamba yule mwalimu wa kweli za takatifu anaweza panda tu kile ambacho yeye mwenyewe anajua by experience, kwa ujuzi wake. Mpanzi alipanda mbegu yake. Kristo alifundisha kweli, maana yeye ndiye alikuwa kweli. He taught the truth because he is the truth. Yeye ndiye neno la Mungu, ndiposa alikuwa na uwezo wa kufundisha kweli. Tunaambiwa mawazo yake, tabia yake, ujuzi wa maisha yake yalifunganishwa katika mafundisho yake. Kwa hivyo Yesu alikuwa hivyo alivyokuwa anahubiri. Hakuwa anahubiri jambo moja anaishi jambo lingine. He was what he was teaching. He was the word of God. Alipanda mbegu zake. Tunaambiwa hivyo hivyo na watumishi wake. Wale ambao watafundisha neno la Mungu wanastahili waifanye kuwa lao kwa ujuzi wao binafsi. Na hii ndio inafanya neno la Mungu likose nguvu, kwa sababu watumishi wengi wanahubiri mbegu zisizo zao. Wanahubiri kinyume na vile neno la Mungu lilivyo. Wanahubiri kile ambacho wao wenyewe hawaishi. Na ndiposa neno la Mungu linakosa kuwa na nguvu, linakosa kuwa na uwezo wa kubadilisha maisha ya watu wengine. Lakini Kristo, maneno yake yalikuwa na nguvu, maneno yake yalikuwa na uwezo, maneno yake yalikuwa na mvuto, kwa sababu yeye alikuwa ndio hiyo neno. Alipanda mbegu zake. Na maneno ya Kristo kweli yaliambatana na maisha yake. Kuna siku maaskari walitumwa kwenda kumshika Yesu. Walipoenda wakamsikiliza, wakashindwa kumshika. Na waliporudi, wakarudi na habari hii katika Yohana 7:45. Nasema wale watumishi wakaendea wakuu wa makuhani na Mafarisayo, nao wakawaambia, mbona hawakumleta? Maana hawa walikuwa ni askari wa makuhani, wale walikuwa wanafanya kazi katika hekalu. Basi makuhani wakauliza na Mafarisayo, kwa nini hamjamleta huyu Yesu? 46, wale watumishi wakajibu, hajanena kamwe mtu yeyote kama huyu alivyonena. Huyu hatujawahi sikia mwingine akinena kama vile huyu mtu amenena, hata tumeshindwa kumshika. Na Roho nabii inapozungumza kuhusu jambo hilo, kitabu cha Ministry of Healing, ukurasa wa 469 aya ni ya 2, anasema kwamba maofisa waliotumwa kumshika Kristo walirudi na ujumbe ya kwamba hakuna mwanadamu amenena kama mwanadamu huyu. Tunaambiwa lakini sababu ni hii, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyeishi kama jinsi Kristo alivyoishi. Alikuwa na uhai, ikiwa uhai wake ungekuwa kinyume na vile ulivyo, basi hangeweza kunena jinsi alivyonena. Kwa hivyo Yesu alinena jinsi alivyonena, maana hivyo ndivyo alikuwa anaishi. Never a man spoke as he has spoken, because never a man lived as he lived. Kwa hivyo Yesu aliishi hiyo ambayo alikuwa anafundisha. Wapendwa, maneno huwa inazungumza zaidi kuliko matendo. Samahani, matendo huwa inazungumza zaidi kuliko maneno. Maneno huwa ni mengi, lakini matendo ndio itathibitisha kama neno lako ni la kweli. Actions speak louder than words. Matendo hunena zaidi kuliko maneno. Na tunaambiwa katika kitabu cha Testimonies ya 9:21 aya ni ya kwanza, wanadamu wataamini sio kile mtumishi anafundisha, but kile ambacho kanisa inaishi. Men will believe not what the minister preaches, but what the church lives. Na hii ndio sababu kuna unyonge mkubwa sana katika Injili. Kwa sababu mahubiri ni mengi, lakini mahubiri yale hayaambatani na maisha. Kwa hivyo watu hawataokolewa sana na kile kinachohubiriwa. Watu wataokolewa sana na kile kanisa inaishi.
Tunaambiwa zaidi, too often the influence of the sermon preached from the pulpit is counteracted by the sermon preached in the lives of those who claim to advocate his truth. Eti mara mingi mafundisho ambayo yanafundishwa katika madhabahu huwa yanapingwa na mafundisho yanayofundishwa kupitia kwa maisha ya hawa ambao wanatangaza ukweli. Yaani mimi ambao ninayowahubiria hapa, maneno haya ambayo ninahubiri naweza yapinga kwa kuishi kinyume na maneno haya. Na wengi tumefanya neno la Mungu likose kuwa na nguvu kwa sababu hatuishi kulingana na neno hilo. Tunapanda mbegu zisizo zetu. Lakini mkulima ama mpanzi alipanda mbegu zake. Na ndiposa basi zinakuwa na nguvu. Kumbuka mpendo, huu ni utangulizi tukiweka msingi wa fundisho hili la mpanzi. Sasa zile mbegu zilipandwa ndani ya mchanga. Mchanga nao ni nini katika fundisho hili? Mchanga ni roho ya mwanadamu ama mawazo ama nia ya mwanadamu. Kitabu cha Yeremia 31 mstari wa 12, maandiko inasema, nao watakuja na kuimba katika mlima Sayuni, wataukimbilia wema wa Bwana, nafaka na divai na mafuta na wachanga wa kondoo na wa ng'ombe, na roho zao zitakuwa kama bustani iliyotiwa maji, wala hawatahuzunika tena kabisa. Eti roho zao ama mioyo yao ni kama bustani ambayo imetiwa maji. Kwa hivyo tunapozungumza kuhusu mchanga ama shamba, tunazungumza kuhusu moyo ama roho ya mwanadamu. Luka 8:12, sikiza vile Kristo anasema, wale wa karibu na njia ndio wasikiao, kisha huja ibilisi akaliondoa hilo neno mioyoni mwao. Zile mbegu za kwanza zilianguka katika njia, ndege wakakuja wakakula zile mbegu. Sasa Yesu anasema ya kwamba hawa ni wale wanaosikia, lakini shetani anakuja anaondoa hicho ambacho kimepandwa ndani ya mioyo mwao. Kwa hivyo mchanga ni moyo. It is the mind of man. It is the heart of man. Ni akili ama nia ya mwanadamu. Hapo ndipo neno la Mungu linapandwa. Kwa hivyo mfano ule unaonesha mioyo aina nne. Kuna mioyo ambayo imelinganishwa na njia. Kuna mioyo ambayo imelinganishwa na miamba. Kuna mioyo imelinganishwa na miiba. Na kuna mioyo imelinganishwa na udongo mzuri. So mfano huu wa mpanzi ni mfano wa kutuelekeza vile neno la Mungu linaingia katika moyo wako ama vile linapata condition ya moyo wako. Wapendwa, kumbuka, kama kuna kitu kidanganyifu sana katika maisha ya mwanadamu ni moyo wake. Hata nabii Yeremia akasema katika Yeremia 12 mstari wake ni wa 9 kwamba moyo huwa mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha, nani awezaye kujua? Hata mimi mwenyewe sijui moyo wangu uko aje. Sijui kama moyo wangu ni kama njia, sijui kama moyo wangu ni kama miamba, sijui kama moyo wangu ni kama miiba, wala sijui kama moyo wangu ni udongo mzuri. Anayeweza tu kunielezea moyo wangu uko aje ni Yesu Kristo, maana yeye ndiye anayeweza kuchunguza mioyo. Na basi katika mfano huu wa mpanzi, Yesu anatuonesha mioyo yetu vile ilivyo. Ni Yesu pekee anayejua mioyo yetu, na katika mfano huu wa mpanzi anatuelezea jinsi mioyo yetu ilivyo ili apate kutusaidia. Kwa hivyo tunaposoma mfano huu, hatusomi tu tujue mengi, tunasoma ili nielewe moyo wangu uko aje. Kulingana na hivyo imeelezewa, how is my heart? Moyo wangu uko aje? Ili nimkimbilie Yesu apate kunisaidia. Kama moyo wangu ni kama njia, kama moyo wangu ni kama miamba, kama moyo wangu ni kama miiba, niombe Yesu anibadilishe moyo wangu uwe udongo mzuri. Hiyo ndio kusudi la kuandikiwa mfano huu wa mpanzi. Na basi matokeo ya ile mbegu haitegemei mbegu wala haitegemei mkulima mpanzi. Matokeo ile mbegu inategemea mchanga. Neno la Mungu likikosa kufanya kazi katika mioyo yangu, si neno la Mungu liko na shida, wala si Kristo mpanzi ako na shida. Shida ni moyo wangu. Na hivyo ndivyo mfano huu wa mpanzi unataka kunielezea, nielewe moyo wangu na ili Yesu apate kunisaidia. Tunaambiwa katika Christ Lesson 43 aya ni ya 2,
ya kwamba kile ambacho mfano huu wa mpanzi inakabiliana nalo ni kwamba matokeo ya kukua kwa mbegu inategemea mchanga ambao imeweza kuingia. Kwa hivyo kwa mfano huu Yesu alikuwa anawaambia wasikilizaji wake kwamba si vyema nyinyi kusimama kama washtumu wa kazi yangu, wala kuweza kuhuzunika kwa sababu siambatani na mawazo yenu. Swali kuu la muhimu kwako ni hili: je, unachukulia aje ujumbe wangu? Kulingana na vile unaupokea ama kuukataa, inaamua hatima yako ya umilele. Kwa hivyo Yesu anataka kutuonesha neno la Mungu likikosa kufanya kazi ndani yetu, shida ni mimi. Na basi nastahili nimpatie Yesu moyo wangu, au badilishe, maana hakuna yeyote anaweza umba moyo upya isipokuwa Yesu Kristo, yeye ambaye ndiye muumbaji. Yeye tu ndio anaweza fanya moyo wangu ambao ni kama njia, moyo wangu ambao ni kama miamba, moyo wangu ambao ni kama miiba, ni yeye tu anaweza ubadilisha uwe udongo mzuri, ambapo neno la Mungu litaweza kupata nafasi la kuchipuka na kukua na kuzaa 30, 60, 90. Kwa hivyo wapendwa, tunapoendelea na mfano huu, hebu tuelewe ya kwamba ni Yesu Kristo anatamani tupate kuelewa, kujielewa, na tuelewe mioyo yetu, na tuelewe msaada mkubwa ambao anataka kutuletea ili tupate kuwa udongo mzuri, na neno la Mungu ambao ni mbegu yake ipate nafasi katika mioyo yetu, ikue ili tuletee uzima na tabia yake Mungu. Mungu na abariki neno lake tunapomalizia hatua hii ya kwanza. Na tuombe. Baba yetu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa nafasi hii ya kipekee umetupatia ya utangulizi wa fundisho hili la mpanzi. Unatamani tupate kuelewa mioyo yetu, maana moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote, una ugonjwa wa kufisha. Sisi hatujielewi, lakini katika mfano huu unatamani tujielewe, na ili tukukimbilie upate kubadilisha mioyo yetu na kuifanya udongo mzuri. Kwa uwezo wetu hatuwezi badilisha mioyo yetu, lakini wewe mwenyewe unaweza yabadilisha na kufanya mbegu ya neno lako lipate nafasi ndani yetu, na lipate kuzalisha uzima wako na tabia yako ndani yetu, maana kila mbegu iko na uzima ndani yake. Uwe nasi tunapoendelea kujifunzisha fundisho hili, na wasikilizaji wote na waweka mikononi mwako wapate kubarikiwa kwa fundisho hili, na ni kupitia jina tukufu la Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Amen. Johnny.